Tunafaa tufanye show na Exodus. Exodus ako wapi? Exodus? Yeah, yes boss. Exo, na kwa nini umechelewa show? Kwani ulikuwa wapi? Ah? Ulikuwa wapi? Tunafaa tuanze show, vitu ziko sawa. Show gani? Si Exo tulikuwa na show sasa hii bana. Kwani saa ngapi? Show ya nani? Ya msanii mgani huyo? Exo ibuka chini. Tulikuwa na show. Yes. Si wewe ndo msanii yenye tulikuwa na ya podcast. Hapa ndo na host. Ni hapa ndo na host. Hapa ndo na host. Kamera ni gani? Kamera ni hii. Kamera ni hii. Huyo mtu wa Manchester ndio kamera. Hello, welcome to Blue News Media. And I'm always your host, MC Jopi, Walo Premium State Outer Kayombo Tole, bringing the hottest takes in line to politics, entertainment, personal growth, and everything in between. And today, I'm hosting this guy. This guy, tumemtafuta sana na leo amekuja Blue News Media. I'm so happy to have him on Blue News Media platform. MC Exodus. MC Exodus. Uwaje? Niaje bro? Niko poa sana. Karibu sana BNM. Nimefika huko bwana. Kabisa. Nione mambo inaendelea aje. Umeonaje? Mambo iko sambamba. Studio imesimama kama kidete. Unajua kwa usimama kidete. Ati umesimama kama mwanajeshi. Hivyo ndio naona studio iko fiti. Kazi poa by the way. Yeah. Karibu sana. Tumekutafuta sana. Bwana sasa hivi imekuwa gold. Sasa hivi sishikiki. Sipatwi. Wenye walikuwa wamenizoea kitambo, sasa hivi wananiona tu once. Ni indicator tu napiga. Nikipotea. Hivyo ninafaa. MC Exodus. MC Exodus amezaliwa wapi tukianza? Mimi nimezaliwa mahali inaitwa Migori. Huko ndo nimezaliwa, huko ndo nyumbani. Huko ndo umegrow? Kugrow nimegrow Bondo. So ulikuwa nimezaliwa Migori nikasomea Bondo. Okay. Yes. So hata school nini umefanya tu Bondo? Bondo yote from primary, high school. Ndio sasa nikakuja Nairobi. Okay. Yeah, mimi ni Bon Ushago. Bondo Ushago? Bon Ushago. Bon Ushago. Yes. Yani kienyeji. In short form. Original ama tuko na Bon Town, wale wamezaliwa town. Sisi ni wakukuja. Sisi ni wakukuja Nairobi. Okay. Yeah. Ukitoka Ushago ukikuja Nairobi ulikuwa kuja ukijua ati Kenya unaenda kufanya ni comedy? Nikikuja Nairobi nilikuwa nakuja kufanya kazi ya nyumba by the way. Na mentality ya ati mimi natoka Ushago naenda kufanya kazi ya nyumba. Nilileta. Kwanza Ushago nilikuwa nafanya nini? Sio ndio sasa kazi ipatikane. Sikuwa nafanya anything. So nikasikia kazi iko Nairobi nikasema acha nikam. So mimi nikajileta. Ulijileta tu ama yani ni wewe ndio uliamua tu acha niende ama? Nilipigiwa simu nikaambiwa kazi imepatikana, kama naweza fanya, kana naweza kubali. Nikakubali. Sasa uliambiwa hiyo kazi ya nyumba? Nikatumiwa transport. So ulikuwa unafanya kazi ya nyumba kama maid for 1 year. Nikiingia Nairobi for the first time. So ulikuwa houseboy? Yes. For 1 year? Yes. Halafu si ndio nikaanza tu mdogo mdogo. Actually hapo job ikaisha after 1 year. Nikaingia sasa hizi kazi zingine za nini? Za jua kali mjengo nini. Yes. Tukasukuma before niingie comedy 2022. As in ukisema okay, hebu acha nikuulize. Ukiwa houseboy in hii period ya 1 year, ulikuwa na hiyo mentality, yani ilikuwa imekuhit ati kuna kitu yenye nafaa nifanye, maybe getting into comedy space? Haikuwa imenihit, nilikuwa nafanya. Kwa sababu pale nilikuwa nafanya kazi walikuwa na weekend celebrations. So Friday hivi mbuzi imetolewa pale, imechinjwa. Watu wanapiga sherehe pale. Estate nilikuwa nafanya kazi ni watu wako na pesa. Okay. Si place wewe unaishi. Huko kwenye mnanga hizo sherehe. Ukiishi ulikuwa kwa wadosi. Ukiishi bali wadosi wako every Friday ni sherehe. So kwa hizo sherehe nilikuwa naenda kufanya hizi mambo zangu za MC kidogo. So from hapo ndio kuna mama fulani ndiye alinilipia show ya kwanza ya Churchill. Okay. Kukulipia aje? Si Churchill show. Kukulipia uende uone. Ni watch because alikuwa na talent yangu kwa estate. Akaniambia nitakupeleka uone watu wanafanya the same thing na wanalipwa. So umeanza like
kwa hii period ya 1 year kuna masherehe sasa wewe unaitwa unakuwa kama MC. Ni wao walikuwa nakuita ama ni wewe ulienda tu kasema mimi ndo najipeleka, usingoje uitwe. Usingoje. Ukijua uko na talent usingoje uitwe. Wewe ndio ambie watu naweza fanya hiki kitu ama uanze kufanya. Watu waanze kucheka. Your first time ukishika hiyo mic kama MC. Uliona reaction ilikuwaje kwa audience? Kuna watu wanakuchukua kama umechizi. Kuna watu wanakuona kama una waste time. Unajua actually talent ikianza bado I make sense kwa watu wengi. And number 2, wanasemanga talent ni kama raw coal. Unajua coal? Place fuel zinatoka, mafuta. So coal ukimuona inaka kitu I make sense. But hapo ndio petroleum inatoka, mafuta inatoka. So talent pia ikianza haina shape. Haikai kitu ya maana. So hiyo time watu waichukulii unless mtu mwenye anaweza na mbele. Like unaifanya but sasa wako like huyu jamani ni bana. Ni kama high school. Nilikuwa noise maker tu kwa kupiga kelele class. But kumbe ilikuwa hii usanii ni vile tu haikuwa imachua. So shule umekuwa noise maker lakini ulikuwa umejua ati moja utakuwa MC ama nini? Kuna mtu alikuwa na mimi hata mimi nikiingia form 1 niliingia cheering squad first week. Juu ya kutusi watu mchongoano, si kutusi watu mchongoano. Ulikuwa cheering squad. Mimi nilikuwa mnoma. Nikupige moja. Au utaacha hivyo. Unataka kupiga mchongano bwana. Kupiga mchongano moja wache wazima nimeacha kurecord podcast. But so unacheki ni vile sometimes it takes time before people could realize kitu konayo. Which I also advocate for. Right now kuna vitu mob nafanya. Kuna zile vitu mimi nilijua late. So I don't want the next generation kuzijua late. So what I'm doing right now. Utazitoboa hapa leo sasa. So hiyo ndo kazi inafanya sasa hii mainly kubwa sana. Inakani kama ni project ama? Ni project ya ku move into schools. Relax. Usipeleke mbio sana EXO. Bado. So tuseme like umekuwa hapa kwa dosi. Wako na sherehe unaenda una MC. Like mdozi wako huku waiona like ama amesema ni kama na change mind that this guy maybe alikuwa anatoka 5 anarudi 8. Sasa ata change mind saa ngapi ajui hata kitu nafanya. Sasa huko anaona ataona saa ngapi. Kumbe hizi zilikuwa ni functions tofauti zilikuwa zinafanyika ndani ya estate but ni mtu alikuwa very busy. Alikuwa anafanya kwa bank. So anatoka kwa nyumba 5 in the morning anarudi 8 akifika ni kuoga kula goes kesho tena. Akutu only on Sunday. So kazi kaisha after 1 year. Kazi kaisha nikarudi sasa kupiga mjengo huko Kabiria. Ndo sasa ukaenda Kabiria. Kawangware sasa huko. So ukifanya mjengo, si ndio? Already ulishaanza ku MC. Yes. Bado unaendelea na hii kazi ya MC ama? Sasa niliacha kwa sababu life haikuwa rahisi hiyo time. Ilikuwa very hard life. So unajua hiyo time usanii ulikuwa unafanya pale kwa estate hakuna kitu ulikuwa unapata. So hiyo time tulikuwa tunafanya tu usanii juu ya kupenda tu. Ni fun. Kama ni fun. So hiyo time unajua pia life lazima utafute rent. So ile bidii nipunguze usanii nitafute pesa. Alafu pale pia ulikuwa like ulipi nyumba ufanye nini? Wapi? Ulikuwa unalipa nyumba ukiwa houseboy? Nasema huku sasa ulikuwa na hiyo time. Pale nilikuwa na time. But haikuwa rahisi because lazima pia mtoi. Unajua nilikuwa nimeshaanza hadi kwenda audition Churchill kutoka huko. Umeenda audition Churchill? Bwana mimi nilianza usanii na kina MC Tricky. Mimi ni mzee kwa hiki kitu ni vile tu juzi ndio umenijua. Mimi nimekaa huko. But it's a nice experience because watu nilianza na usanii wote walishaomoka. Mimi ndio nilibaki. Wewe pia umemoka sasa sasa hivi. Lakini unajua hiyo process yenye watu walianza nao waliomoka na wewe umebaki. Au feeling fit unasemanga what's happening? Takamapo. So uko Kabiria. Unafanya moja mbili hapa mjengo nini? Life ilikuwaje Kabiria? Ilikuwa ngumu. Tulikuwa tunaishi kwa nyumba nyingine hapo ya 800 ya mabati. Hata kuilipa ilikuwa shida. Hiyo 800. Because pale kwa site tulikuwa nalipwa 350. So unapata kabla utoke kwa site hiyo time pia tumeingia miadarati mbaya.
So kabla utoke site ukuje branch pale upige keg jag 3. Unajua pale ulilipa site ulilipa pesa ngapi? 350. Ulikula breakfast. Because ulitoka kwa nyumba asubuhi ni mguu mpaka site. So lazima ukule breakfast na lunch. So breakfast maybe 60, lunch ulikula ugali sukuma 80. Hiyo ni una balance 350. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni watu umekula ngapi? 60 plus 80 breakfast 60, hiyo ni 140. Minus 350. Minus 350 uko hapo na sijui imebaki 210 ama? Ujue 110. 110. Bado jamaa alipita hesabu kweli 110. Kama 60 plus 8 nimekuwa ni 140 minus 350 hiyo ni 210. Yeah, 210. 210 nipige jag 2 ya keg. Jag ni ngapi? Usiseme ujui. Sijui. Ujai kunywa. Cheki mzee. Ujai kunywa keg. Sijui. Unataka kujifanya hapo umeokoka. Piga jag ngapi? Jag moja ilikuwa 60. 2 120. Ukitoa pale kwa 110 ubaki na 210 ubaki na 90 bob. 90 bob ulipanda fare 30 ubaki na 60 bob. 60 bob kesho 4 rudi job asubuhi 4 kule usiku. Utalipa rent. Unaenda job na pesa ngapi? Job ilikuwa 30 bob maybe mbao. Transport. Hiyo maybe ukipanda asubuhi. So kwa hii 60 unataka kubalance hizi vitu zote utabai hata shati. So it was very bad like that. So hata mpaka rent ya 800 tulikuwa tunashindwa kulipa. Mpaka tunalokiwa mlango. So haikuwa rahisi hivyo. So at what point ukafikiria like acha nirudi kwa usanii? Hakuna kazini yangu mwingine aliniita Lang'ata. Alikuwa na move akienda Kisumu, yeye ni daktari. Sasa amepata transfer akona nyumba pale Lang'ata 4 bedroom akaniita. Eti uko wapi? Nikamwambia niko huko Kabira. Akaniambia nimepata transfer na sina mtu wa kuacha kwa nyumba. So kuja niangalilie hii nyumba. So hapo ndo nika move from Kabira nikakuja Lang'ata. So kuja Lang'ata yeye akaenda Kisumu. So niko Lang'ata kwa 4 bedroom house peke yangu. So hapo sasa unajua niko karibu na Carnival. Naweza audition ya comedy. So hapo nikaanza kwenda church, hapo ndo nikamit sasa mabesti wengine wakani introduce church. Sasa nikaanza kwenda church nini. Au unajua mambo ya church completely? Hiyo time siko najua. Ni uzuri kwa watu wa Catholic. Au unajua God ilikuwa najua but sio deep sasa vile. Sasa ndio huko unajua. Vile kama saa hii. Ndio nilikuwa najua tu watu wanaenda church but sikuwa na deep meaning of why people are going to church. So until sasa niende church. Nika learn theology for actually courses zote from basic certificate course to leadership. Mimi mtu hizi ni kuja na scriptures na nipime akili. So uko hapa Lang'ata. So unaenda Carnival auditions alafu narudi kwa nyumba. So ukakutana mabeshte wamekuintroduce kwa church. So umeenda kusoma nilikuwa naenda tu church iko na program ya hiyo. Tunakuwa na hiyo program on run. So after hiyo program really sasa ikani change mentality. So from hapo tukakaa nikakosana na yule kazini yangu. Before ukosana na kazini wako. Church auditions. Ulikuwa unaenda church auditions. Ulaipiga show? Ilikuwa ngumu. Haikuwa rahisi kama kisai. Sasa hii maisha imekuwa rahisi bwana. Unaweza kuwa celeb kwa mlango yako. Ile time unajua lazima upate opportunity Churchill ndio kuwa star. Hiyo platform yao. Na hiyo time unakuja show, unakuja audition, unasikia Churchill maybe anataka comedians wa 7. Kwa sababu kuna wengine hawakuja audition, watoka Mary Kumondia wakuji. Au wale wako kwa list already. So unasikia kosa wamebaki wanataka tu wa 7. Kwa wa 7 tuko na kina watu wote unajua sasa akina Mamito, Tricky, Amar, au comedians wote akina Obina. Hao ni wase walikuwa kwa line. So unapata pale tuko watu around 350 comedians na wanataka watu wa 7. Sasa iko rahisi. But ilikuwa na kujenga kwa sababu ukienda pale you meet other comedians. Una meet nao, una interact. So hata kama hujapiga show but una feel you are part of the team. Okay. So huko waipata hiyo nafasi yani? Sikuwaipata. Ulienda auditions mara ngapi?
Nilienda sana. Ulienda sana? At a point ulifeel like acha give up na hiki kitu. Nili give up. Uli give up? Kuna siku tulienda audition na boy wangu mwingine alikuwa anaitwa Spanner Boy. Ni comedian pia kutoka Ukambani mkubwa sana, anafanya kazi hizi Kamba Festival. Wao ndio wana host. Okay. So yeye ndio tulienda na audition pale Churchill. Hiyo siku sijui audition zilipelekwa wapi. So wale comedians walikuwa pale ambao walikuwa wameshashika kidogo, wakaitauka hapo wakaenda. Si hatuko hata na afya, tukatembea mguu mpaka town kutoka Carnival. Kufika town akaniambia bro, au leo ndio siku ya mwisho nimeenda Churchill. Yenda alikwambia? Akaniambia anaenda KNT, akaniambia anaenda kuanza kushoot content. Okay. So imeanza kama TikTok imeanza kukama ama? Bado ilikuwa tu Facebook. TikTok ilikuwa ndio inaingia but bado haikuwa TikTok hata ilikuwa imeingia. Ilikuwa YouTube, Facebook. Yes. YouTube, Facebook. Akaniambia anataka kuanza ku create content. Nikamwambia mazetu tuanze basi because mimi pia nilikuwa nataka kuanza ku create. So mimi nikaenda nikalegea. Yeye akaanza. Okay. So yeye alienda mbele zaidi yangu kitambo sana. So indo day yenye imefika bila amekwambia ati that's the last time ameenda auditions. Mimi pia ilikuwa the last time. Mimi pia nimeambia huko sirudi tena. Nianze kitu yangu. So after that nikakuja tena unajua church tulikuwa na opportunity ya ku-act every Sunday kwa church yetu. So ilikuwa inanisaidia ku perfect skills zangu za acting. Na pia kutoa stage fright, kuogopa. So ili nisaidia sana. So ukarudi sasa. So ni kama ulirudi tena church. Nilikuwa tu church tu. Sasa zile acting zinafanyika church ndio sasa ulikuwa unaendelea nayo. So ndo naendelea nayo, alafu church yetu unajua ni kubwa. So hapo ndio nikaanza kupata maharusi. Nimefanya weddings mingi sana. So ukiwapa kwa church. So hapo church ndio actually imenisaidia ku build MC. Career yangu ya MC. Okay. Because sasa hiyo ndio ilikuwa ina sell rahisi church. Okay. So vile nimeenda church wale nikajibrand kama MC. Okay. So after that sasa harusi zote za church zetu mimi ndio nilikuwa nafanya. So ulikuwa na earn lakini bado uko kwa church. Yes. Unajua church yetu imebeba watu wangapi? Karibu watu 15,000. JCM. JCM ni church yangu nyingine. Iko na church mingi. So church yetu ni Winners Chapel International. Okay. So huko at least ilisaidia sana because pale mwezi hizi isha bila harusi. Na mimi ndio main man. So hapo ilinisaidia sana kujenga MC. So mpaka corona ikahit. Corona imehit, bado nafanya tu MC. So hakuna katika hapo after corona imekam. Corona imekam, sasa imekatika, watu waendi church. Okay. Huwezi pata gig. Hakuna kitu kinafanyika. So your time. So by this time bado uko tu pale kwa nyumba kwa Lang'ata. Pale nilipata kama tushakosana. 2018 nikakosana na kazini yangu, akanifukuza kwa nyumba. So hapo ndio nikaenda kulala kwa choo ya church. Yuko mbona ulisikia story yangu hiyo? Ya church. Nikaenda kulala hapo kwa choo for some time. Ulikuwa unatoka church unaenda kwa choo? Nilikuwa nalala ndani ya church yetu, iko na building ya choo. So hiyo building nilikuwa nalalia hapo ndani. Okay. Ndio sina mahali pa kwenda, mimi sikuwa na mtu yote naweza pigia na hii Nairobi simu. Okay. Yes. So nikakaka hapo ndio sasa nikahamia nikakuja Tasia. Okay. So corona inanipata Tasia. Okay. Kisha move Tasia. Sasa hapo umepiga shughuli za UMC umepata kitu. Hata kuna hata shughuli za MC nilipiga. Ni boy wangu tu fulani yenye tulikuwa pia tunateseka na yeye, alipata job. Okay. Akapata salary yake ya kwanza, akaniambia tutafute singuru. So alilipwa kwanza, alilipwa 10,000. Ni kama ulikuwa adopted. Alilipwa 10,000. Akaniambia tutafute keja, tukatafuta singuru fulani hapo ya 45. Jamaa kalipa deposit na rent, akabaki na thao. Ikamuuma jo. Ikamuuma tena. Akaniambia bro, hii nice story. Hii nice, hata kama tunalala chini, tunalala chini. So kuna madhe mwingine alisaidia mattress hapo, tukaeka chini, tukaanza maisha. So corona ikakuja ikahit. Hakuna kazi, hakuna anything. So hiyo time mimi specifically nilikuwa nataka nikuwe presenter, radio presenter. Kuna hiyo time Alex Mwakidona, Mzee Jalas walikuwa pale Radio Maisha, wakatoka pale wakaenda Milele.
ilikuwa kubwa. So hiyo wakati nilikuwa motivated sana. Okay. So kuna siku nikatoka nikaenda pale Media Max Milele kutafuta kazi. Umetoka tu kwa nyumba asubuhi unaenda nataka kazi ya radio, nikapiga sina hata certificate hata moja. Mimi najua tu naweza fanya hiki kitu. Nikafika pale nikapatana na Alex. So Alex akaniambia hizi nisaidia because kuna watu wengi wanakuja na makaratasi wamesoma wanataka hii kazi, lakini mimi sasa nilikuja tu eti nafikiria naweza fanya. Sina karatasi, sina anything. So yeye ndiye akaniambia ndio uanze kufanya kitu yenye unaweza rudi nayo tukusaidie. Okay. So from there ndio nikarudi. So corona yote ikaisha sasa 2021. Hii time yenye sorry kwa kuinterrupt. Hii time yenye una meet na Mwakideo, Mwakideo anakuambia ati hakuna vile naweza kusaidia, ende ufanye kitu rudi nayo. Were you like disappointed ama? No. It makes sense to me. Mimi ni mtu ukiniambia kitu mi usink. So ulichukua positive? Yes. Mimi si mtu ukiambia kitu eti nachukua otherwise. Ni kama sasa nikoje nikwambie bro nisaidie 2,000 hapo. Okay. Na uniambie bro leo sina. Ni funny understand. Because eti mimi ndo naika pesa kwa mfuko yako ni decide kama ufokwe na ama usikose. So understanding yangu na wasee kuanga very easy. So Mwakideo akakwambia hivyo ukaenda? Nikaenda. So nikatafuta boss wangu fulani hapo alikuwa ameanza kufanya hii content tukaanza kufanya naye. So nimewakanda yeye for like 8 months. So by this time TikTok iko? TikTok ishaka. So boys anafanyanga content actually alikuwa na around 15k. So mimi nikashikana na yeye nikamwambia bro acha tu shoot hizi vitu. So mimi asubuhi kila siku tunashoot na yeye enda na post for 8 months. Nani anaweza fanya hivyo? Sasa we like au kwa na simu ya kupost ama? Si post Na account yako ulikuwa nayo? Sina, mimi nikukuja tu kusupport. Nilikuwa na msupport. Na mimi ndo natoa idea. Wewe ndo unakom na idea kuna tunashoot na post kwa account yake. Okay. Mpaka kafika 85,000. From 15 followers. Yes. Mimi bado sikuwa na account. By this time bado hujarealize kitu? Nimerealize but umse ni msiasha kwa industry. Alafu ile time 15,000 followers alikuwa mzito. Wanataka kipita kwa barabara watu wanamsalimia. Okay. So ilibidi ni humble. Tulie usaidiwe. Lakini deep down umejua idea ni yako. Deep down si hata idea ni yangu. Deep down nilikuwa najua mimi ni Simba. Ushoka kuna mtu lakini unajua mimi ningepata nafasi hii usanii naweza penya. Hiyo ndio kuna najua. Nilikuwa najua industry ya Kenya na hizi nishinda kupenya. Okay. Shida ni kuandaa mse. Na mse pia aliona advantage yangu because mimi ni mtu najisukuma sana. Mimi ni mtu nikiamua kufanya kitu ni hivyo, kuna story nyingine. Okay. So alafu nilikuwa na every day consistently. So nilipenda sana mpaka ikafika point nikitaka kuanza so nikakuja kujirealize nikakumbuka ile kitu Alex aliniambia eti anza kitu yako. So hiyo kitu nikanidunga nikasema sasa hii hata vile tuko na followers wengi sisi enda na account ya umse. Mbona ni create yangu. So nika create yangu. So kila time tukienda kushoot namwambia hebu nipatie hata 3 mimi pia ni post. So hapo ndio ilianza kuleta shida because sasa unajua sasa sana na like so nikitoa ingine moja daily namwambia hii ni yangu. Alafu anakupatia. Hapo ndo tulianza kusumbuana. Okay. Tukishoot moja nimeona hii ni daily mimi ndio nimetoa idea. Namwambia hii ni yangu post. So hapo ndo tukaanza kusumbuana. Okay. So ilibidi ni to separate. So by the time tuna separate nimepush account yangu mpaka around 6k. Yako 85,000. So tukakosana. Mimi nikarudi. Nilikuwa nakaa hapa Masimba Kayole hapa. Okay. Sababu nika-meet boy wangu fulani hapo tukaanza tena kufanya naye. Uka-meet na boy mwingine tena? Tulikuwa tunafanya naye usanii kitambo. So yeye alikuwa na kamera nyingine hapo ya kitambo. ilikuwa inaweza zoom mtu. Kutoka na tao Jogorodi kulete hapa. So tukaanza na hiyo kamera yake mdogo hapo tukapush. Mpaka nikafika. Sasa yeye like alikupatia ile humble time ya yes, yeye ni boy wangu. Ni boys wangu tu tulikuwa na yeye. Ni boys wangu tu unacheki mtaani. So vile pia nilimwambia alafu anapenda usanii pia. Vile nenda nikamwambia bwana tusifanye hiki na kaniambia kuja. So kila siku naenda kwake tunashoot, tunaedit, alikuwa na lap nyingine hapo yake. So hapo tukaanza kumjimotivate na yeye.
nikafika around 40k. Sasa kwa by this time umebase tu kwa TikTok pekee? TikTok hapa nimebase TikTok, lakini nilikuwa na post kila mahali, TikTok, Facebook na IG. But TikTok ndio at least ilikuwa na pick kidogo, unaweza pata 200 follower views, 300 views. Zile IG kuna video zangu mpaka ziko 0 followers, 0 views mpaka leo. IG ana nilichoka nayo. Hadi sasa hii mimi IG kuna video zangu ziko na 1 view. Kuna zingine ziko na 0 mpaka leo. 0 view, hakuna mtu ajai watch your content. Tangu ni post. So tukapush ndio sasa nikakuja kumeet Batwai. Okay. So kumeet Batwai. Una meet Batwai akifanya yeye pia zake? Yeah, ashakuwa star. Okay. Batwai alikuwa around 400,000 followers. Mimi nilikuwa around 40. So Batwai ashakuwa star, nikamtafuta tena nikamuongelesha. Unajua Batwai nilimjua KNT nikiwa na yule mse wangu wa kwanza. Okay. Yule mse wangu wa kwanza nilikuwa na work naye, kama sometimes tukienda kushoot ananituma na waitia mnamuitia msanii na shoot na yeye. So hapo ndo nilijulia Batwai. Okay. So after vile tulikuja huku nikatafuta Batwai, akamwambia bro si tufanye kazi. Batwai akakubali. So hivyo ndo tukaanza kushoot na Batwai. So imagine nilimove from that number nilitoka nao kule mse. Nikakuja nikafika 100,000 before afike. Before Batwai afike. Before acha na Batu mse wangu wa kwanza nilikuwa na okay, yule jamaa sasa. Yes, nilimwachagiwa 85,000. Mimi nikaanza 0. Nilikuja nikafika so before afike. Ukapiga kifua, Sipigi kifua. Ukisha songa mbele unachia mtu namba plate songa. Upigi kifua. So unapiga ukiwa chini. So tukapush na Batwai mpaka around 200,000. Tukakosana tena na Batwai. Mlikosana tena na Batwai? So nikarudi tena solo. Unajua Batwai tunakosana naye tukisha trend. Brands wanatutafuta. Okay. Tuna trend kama saa hii, unajua kama saa hii. Tulikuwa tuna trend mpaka kina Raila ndio watu walikuwa watch video zetu bwana. Mpaka Twitter ilikuwa tuna trend bwana. Hiyo time ndio nilikuwa najua basi sasa hii maskini imeisha. Wapi tuache tukuje tukosane. Bwana nilirudi nikipost video. Unakosana kwa nini? Si usani tu. Ama ni yeye pia ulikuwa unapiga unataka kuja na idea kali hataki. Unajua as long as kama una for example kama una work na mtu ashakuwa big, most of the time some wanafikiria wanajua. So kama wewe ni mtu yangu ukikama up na new idea they try to relax. Tukikuja hapa kitambo bro. Unaona niko na numbers gani? Unaona numbers yangu uko 40,000. So na kitu kama hiyo but ujui mtu unafungia anaona mbele. So that was the problem. So ukijaribu kunifungia yet mimi naona mbali then I have to move. Yes. So hiyo ndio ilifanya ni move so that sieti ni kwa ubaya ni wa show that whatever I was thinking was right. So vile nili separate nikakuja nikapanda mlima. But so umetoka kutrend na Batwai mbaya sana. Sasa tena mmeseparate umeenda sasa solo. Tena umeanza kupanda mlima. Mbaya, videos haziendi. Umaipiga stand up comedy? Kwa events zingine different. Yes. Umaipanda? Hata Wima Fest juzi tulikuwa kwa like kupanda kwa stage. Kupanda mlima si kupanda stage. Kupanda unapanda ni kawaida. Kuna siku poa na siku mbaya. Okay. So EXO kuna mtu maybe anataka kuanza hii content. But hana namna tu vile unasema ulikuwa unaenda kwa mabeshte, mna shoot, unaenda kwa nani mna shoot. But maybe yeye anapata hiyo opportunity ya kupata kamera kwa msee wake ama maybe beshte wake. So anapiga tu akipost tu kwa hiyo account moja na uwe jamaa. But haoni mbele. Unaweza mwambia hivi. Kama ni kitu anataka kufanya as a career, ningependa aanze kitu yake. Unless mtu anawork na yeye ni mtu is a visionaire, ni mtu ako na roho fiti, ni mtu si ako na tabia za kishetani za kubadilika. Okay. But with siku hizi kupata mtu genuine hivyo pia ni ngumu. So that's why I really prefer build your own account. Jenga staff yako.
and ipende. Hizi vitu zote tunafanya ni kama mtu amezaa. Unauliza mwanamke amezaa, how do you take care of your baby? Utasikia huyu mwanamke atakiwa mbali, kichwa kiko kwa mtoto wake. The same way na hizi vitu tunafanya. Unaweza ukata ukiwa wapi, mind yako ifai kuwe yo, I'm supposed to be posting. Nafaa kushoot. So ni hivyo. Hiyo tu, hakuna shortcut. Yes. Na kuna mtu mwenye amepiga clips. Tena mingi sana. Amekuwa kizipost but haziendi through. Anasema hapana, hii kitu acha niachane nayo. Unaweza ambia advice wewe msaje? Hata labda asha give up ameachana nayo sasa. Before ni trend ilikuwa ni imefanya 3000 videos. 3000 videos. Yes, sasa hata zimepita. Nasonga. Angalia hata YouTube yangu. Ilikuwa imefika 1000 videos na kuna hata wenye ilikuwa na more than 100 views. Na sijai lose hope. Bado ulikuwa una keep on every day. Yes, because uwezi juu unajua nasemanga every idea is fresh every day. Yeah. So ukilose hope leo na maybe yenye ulikuwa unaenda kufanya kesho ndio. Yeah, ndio itajipa. So kama ni kitu unataka kufanya, do it because you love it. Yeah. Usifanye because you have expectation, unataka kujenga, unataka kufanya nini. Hizo zitakuja baadaye kisha jipa. Okay. But kama before ijipe, wewe kuwa tu na ipende tu. Yes, ipende tu, you do work. So mtu like aweke consistency, akwe na passion, yes. Ajue Kenya anataka. Na ujue mbona you are doing it. Don't do it because unataka kuna dema alikuwa at break, unataka kuwa celeb siku moja umuonyeshe. Kuna kitu hizi badilika. Kuna kitu yenye unaweza niambia. So zifanye na intentions more. Wewe ifanye tu because you are talented and you want to make people happy. Yeah. The thing. Ulianza kitambo ama ni kitu yenye imekuja recently? Tumeanza kufanya this year tu. Yeah. Ni nini ulifikiria ukasema hivyo acha nianze hii kitu ni kama sisikii? Na by the way acha nikuulize, nikusikia usikiangi ama but tumeongea by the way unaona swali gani natushaka hapa the whole time. Nataka kuuliza na sasa tumekaa hapa almost 1 hour. Umekukisikia all through. Alafu ndio uniulize usikiangi. So by the way nini ulifikiriaje hii kitu hiyo kitu ya sisikiangi na ulijuaje itaenda? Huwezi jua kitu itaenda. Hata hii interview tunafanya sasa wewe unajua itaenda? That is it. You just be creative. Wewe fanya kitu na feel. Bro acha nifanye hii stuff. Alafu unajua hiyo kosa kusikia ama kuitika. Ni kitu kila mtu alifanya akiwa mtoto. Ukiwa mtoto unakumbuka ukiwa ukifanya makosa. Na mamako akuji. Nani alichukua pesa yenye ilikuwa kwa kabati? Nani alichukua pesa yangu ilikuwa kwa kabati? Ile yoliaka pale. So is everybody alikuwa anafanya hiyo kitu kiwa mdogo. Ulikuwa unapata unauliza hii swali, unajua vizuri wewe ndio ulifanya hiyo kitu. But bado unataka kuzunguka. So I picked it from there, then package it. It's working. So ulipiga tu vile ulipiga mara ya kwanza. Ulikuwa na reaction aje? Ilikuwa fiti. Yeah. Ilikuwa transition from another content to this one. Okay. Kuna content nilikuwa nafanya ile ya kukaliwa na wife. Okay. Yeah, so from hiyo nikaanza kuintroduce pole ndani. Ndio ikakuja sasa ikakuwa content on its own. So audience walichukua positive. Yes. Like your fans. Yes, big time. Okay. Yeah. Hakuna mwenye ambaye kurusha maneno ama kurusha maneno wako. Wanakuambia unapo na hiyo kitu yako ya kukosa kusikia. Wamekwambia? Wengi. Okay. Una manage aje hao watu? Sio ndio utamu ya online. We make money through people's critics. Kazi yetu ni kufanya watu waongee. Okay. Both positive or negative. That's how we make money. So like mse akikwambia ati unabona hizo vitu nini unaihandle aje? Si mimi bora mkuchu. So kazi yetu kama entertainers is to make people talk. Both positive or negative. So as long as people are talking, we are making money. So we don't care whether you many to see watu pale engagement itakuwa imeongeza 76%, watu wame engage. Na ni matusi tupu. So content inalipa big time.
Kweli? Wewe unakaa mtu anateseka wewe. Kuna mtu anataka kuanza content lakini anasema hii kitu haitanilipa ama haita. Ni sawa, afanye kitu kingine. Kwani lazima afanye content. Kazi ni mingi hapa nje. Kazi ni mingi hapa nje, lazima ufanye content. Fanya kitu kingine kama uone ikilipa. Crazy kena na baigari, flako. Koto anafanya big stuff. Comedians akina Mulamua. So if you say content hailipi, hata mimi nashindwa na wewe hailipi aje. Ni maybe tu uende kulipi. Kama ni wendo utimii vizuri. Then watu wengine mtu amefanya usanii for 1 week anataka lipe. Ulipe nini? Unaona kuna ile level yenye mtu akifika. Like tuseme tumie tu kama wewe kama example tuseme like umetrend, umefanya nini sasa uko na ile fame, you are now famous. Kila mahali unajulikana, ukipita hapa una Exodus vipi ni aje, au kwa like ulikuwa na feel aje, au feel like au kuogopa nini? Kuna vitu nilikuwa najua unajua kuna vitu zenye mimi najua in my life zitafanyika. Siku nilianza kufanya content nilikuwa najua nitakuwa famous. Okay. Mimi from high school nilikuwa najua nitakuwa tajiri. From primary. So siku moja hata nikiwa billionaire sitashtuka. Because nilikuwa programmed hivyo, nilikuwa najua it happen. So me everything that in happen kwa life yangu ni vitu nilikuwa najua zita happen. So you are mentally prepared. So hata sasa hii lipuke niende majuni niende White House huko ule Trump yuko. Si shtuki, najua these are things that ulijua tu ita happen. It happen as long as unafanya whatever you are supposed to do and you believe in God. How do you manage it? It's not easy, but you have to balance. Yes, you have to balance because fame inakuja na so much. Yeah, fame inakuja na vitu mingi sana. Yeah. Like maybe hapa mbeleni unafikiria tena ku shift to another? Yes, big time. Huwezi kushinda na kitu moja. Yeah, actually nifata ningekuwa nisha shift. Yes. So in comedy you have to be diverse. Tell people that unajua kama ile time nilikuwa nimeanza, kuna watu walikuwa nasema huyu tumempea 1 week. Ataisha. History yake itaisha and I'm still here. So that is diversity. Waki expect wananiona pale kwa Uber. Wakiona ile wamechoka na ile ya Uber wanaona pale kwa nyumba nimekaliwa. Wakinini niko kwa hoteli sisikii. So that is diversity. So sisi tumekaziwa mtu tu content moja kila siku. So you can do so many things. Any upcoming big projects? Right now niko na MC Exodus the Doctor ina run pale YouTube. Yes. And sorry. And projects zinakuja mingi sana. Yeah. With other big comedians, big content creators. Yes. So sasa bado ni tu hiyo sasa bado hiyo tu za YouTube ambaye niko ni projects poa. Watu wajafika pale YouTube. Kuna watu tu wanatu watch TikTok. Naambia kuna kazi mingi YouTube kushinda hata TikTok. Yeah. MC Exodus, thank you so much for coming through, bro. You're welcome, sir. Nimeshukuru. Tumekutafuta, umetusumbua, lakini sasa hii nimekuwa gold. Leo umekuwa hapa. Kitambo mlikuwa mnaniona, mlikuwa mnafikia sitaomoka. Mimi ndo nilikuwa Who is laughing now? Exodus, uko na enemies? Naona uko na enemies. Wengi. Kweli? All my enemies are suffering. Lazima wana suffer. Mimi niko na enemies. Watasafa. Na umewambia hapa live watasafa. Watasafa because whatever the hand of God is, huwezi change. Huwezi pigana na mtu Mungu ameamua kubariki. Uko sure sasa hii huwezi rudi nyuma. Nyuma hapo kuna Mungu. Haizi kubali. So ni kama amekuwekea amenisukuma hivi. So nikitani hivi ni yeye. Niko sawa. So unataka nirudi nyuma, hata ngoja sana. Yeah. Mimi nikuulize hii swali alafu tumalizie. Kuna wenye ulianza nao umepiga nao content along the road. So sasa wanakuchukua aje? Kuna kale kati huyu jamaa sasa ameenda sasa anaringa sijui nini. Umesikia vitu kama hivyo?
Siekangi masikio sana on such kind of stuff. But mimi watu wote nilikuwa na work nayo kitambo. Hata wenye walinikosea, wenye walilifanyia everything, nilirudi kwa. After everything sasa vitu zilikuwa poa, vitu zikashika. Why should I hold grudge? Okay. Sasa na hold grudge aje na niko huko. Already ushapanda. So grudge watu na hold tu huko chini. So ukishajua anaweza fika huko juu without si wenye wanakuletea shida. Then there's no need to kuwa na grudge na wao. Shida si wao, shida yao iko kwa wao wenyewe. Shida si mimi. Yes. Unless kama wanaweza niweka chini nisi move forward, hiyo ndio. Lakini waue Mungu, si ndio? Lakini if I can still move. Go strong and big time. Any last words? Maybe to every person mwenye maybe alianza usanii kitambo. And umefanya usanii for all this time. Na bado hujawaka. Nikisema bado hujawaka inamaanisha bado hujafika place ulikuwa na feel kufika. Naweza kuambia it can happen. It will happen. Usi lose hope. Keep on doing it. Na industry ya Kenya ni consistency tu. Yes, ukishakuwa consistent Kenya hapa utatoboa tukifanya nini? Automatically utatoboa. Shida ni tunaanzanga leo unapotea tena. Kama wewe ni demu umeoleka tena na mwanaume hatujui nini tena amekuacha umerudi tena kuusanii. Wanaume wanaoa ama wanaenda kutafuta kazi tena amefanya 6 months amefukuzwa amerudi tena kuusanii. Hiyo utachukua time. Okay. Yes. It will take you time. But ukifuatilia hapa umeamua ni very soon utakuwa wewe ndio star. Okay. Yeah. Thank you so much, bro, again. You're welcome. And to our viewers, thank you so much for watching this episode. We don't take it for granted. On behalf of Blue News Media, we say a very big thank you. Continue sharing, subscribe manzi hapo YouTube channel, like, comment, fanya anything yenye unaweza fanya hapo. Thank you so much and